Mwaka 2015 ulimwengu wa usalama mtandao ulitikiswa na tukio la kihistoria lililoivua nguo serikali ya Marekani kwa dunia nzima. Taarifa binafsi za zaidi ya watu milioni 22 wa Marekani, wakiwemo wafanyakazi wa serikali ya Marekani, maafisa wa ujasusi, wanajeshi na familia zao, zilidukuliwa kwa ustadi wa hali ya juu kabisa katika kile kilichoonekana kama shambulio la kimtandao la kijasusi la kiwango cha juu kabisa. Shambulio hili lililofahamika kwa jina la OPM Data Breach, likimaanisha udukuzi dhidi ya ofisi ya usimamizi wa watumishi wa umma wa Marekani, chombo ambacho huhifadhi taarifa nyeti zaidi kuhusu wafanyakazi wa serikali kuu. OPM ni taasisi inayohifadhi taarifa nyeti za kiutumishi kama vile majina kamili ya watumishi, namba zao za mifuko ya hifadhi ya jamii, yani Social Security Numbers, historia za ajira na makazi, historia ya kifamilia, ndoa, uraia wa wazazi, historia za kifedha na tabia binafsi kama vile matumizi ya madawa. Kwa nini? Kwa sababu taasisi hiyo huhusika pia na kusimamia mchakato wa uchunguzi wa usalama, yani security clearance, kwa maelfu ya wafanyakazi wa serikali, hasa maafisa wanaoshughulikia taarifa za siri na za usalama wa taifa. Kwa hiyo mtu yeyote anayepata clearance ya usalama hupitia mchakato wa ndani wa uchunguzi unaohusisha taarifa nyingi sana, nyingine zikiwa za kina sana kuhusu maisha yake. Kwa miaka mingi OPM ilikuwa na udhaifu mkubwa katika usalama wa mifumo mtandao. Wachambuzi wa ndani walikuwa wakionya kuhusu kuendelea kuitumia mifumo ya kiusalama iliyopitwa na wakati, yani legacy systems. Ukosefu wa uthibitishaji wa watumiaji kwa njia zaidi ya mbili, yani multi-factor authentication, na ukosefu wa ulinzi wa kutosha dhidi ya majaribio ya udukuzi. Udukuzi huo ulianza lini? Taarifa zilizokuja kubainika baadaye zilionyesha kwamba wadukuzi hawa walikuwa wamejipenyeza katika mifumo ya OPM tangu mwaka 2013, lakini hawakugundulika hadi katikati ya mwaka 2015. Kwa muda wote huo walikuwa kinyonya data kimya kimya, kwa namna ambayo iliwapa picha kamili kuhusu wafanyakazi wa serikali ya Marekani, hasa wale waliokuwa kwenye nyadhifa za ulinzi, diplomasia na intelijensia. Japokuwa mamlaka za Marekani hazikuwahi kuitaja rasmi serikali ya China kama mshukiwa, lakini wachambuzi wa kiintelijensia na maafisa wa FBI walitoa taarifa baadaye wakinyosha kidole kwa makundi ya wadukuzi waliounganishwa na jeshi la ukombozi la watu wa China PLA, hasa kundi lililojulikana kwa jina la Advanced Persistent Threat 10, ambalo lilihusishwa na mashambulizi mengi ya mtandao dhidi ya taasisi za magharibi. Wataalamu walidai kwamba lengo halikuwa wizi wa fedha, bali ujasusi wa kiintelijensia wa muda mrefu. Na kwa kuwa data za OPM hazikuwa na taarifa za kibenki, ilionekana wazi kuwa shambulio hili lililenga kujenga kanzi data ya kiintelijensia ya watu wanaweza kuwa na nyadhifa muhimu katika serikali ya Marekani. Baada ya kugundua tukio hilo, Rais Barack Obama alichukua hatua kadhaa. Kwanza, alimfukuza kazi mkurugenzi wa OPM Catherine Achuleta. Alianzisha mchakato wa kisiasa wa usalama wa kimtandao katika taasisi za serikali. Alitoa huduma ya ufuatiliaji wa mikopo, yani credit monitoring, bure kwa waathirika wote kwa miaka kadhaa. Marekani pia ilianzisha mashauriano ya kiusalama na China kuhusu mashambulizi ya mtandao, ingawa wengi waliona ni hatua ya kidiplomasia isiyo na meno.
Serikali ya China yenyewe ilikana kabisa kuhusika, ikisema haishiriki katika vitendo vya udukuzi. Lakini wachambuzi wengi walibaki na shaka kubwa, hasa kwa sababu ya ushahidi wa kijasusi uliokuwa ukielekezwa kwenye vikundi vilivyofadhiliwa na serikali ya Beijing. Kwa nini udukuzi huo ulikuwa mkubwa sana? Ni kwa sababu ya madhara ya udukuzi wenyewe. Kwa mfano, mtu anayetuma maombi ya top secret clearance lazima ajaze fomu ndefu sana, inayoitwa SF86. Fomu hiyo ina taarifa zote kuhusu familia, marafiki, wasaidizi wa nyumbani, historia ya madeni, matumizi ya dawa, hata mahusiano ya kimapenzi. Wadukuzi walipata maelfu ya nakala za SF86, wakiweza kujenga mtandao wa tabia na historia karibu kila mtu mwenye clearance ya usalama wa juu. Kwa hiyo kwa China hili lilikuwa ni dhahabu ya ujasusi. Waliweza kuchambua watu walio katika nafasi nyeti, kuwatambua kwa urahisi na hata kujua wapi pa kuwaingilia, au pengine kuwatishia kupitia udhaifu wao binafsi. Athari kwa Marekani. Hatari kwa usalama wa taifa. Maafisa wa usalama wa kitaifa wakiwemo wapelelezi, wanajeshi na mabalozi walitambulika wazi kwa maadui wa taifa la China. Hatari ya ushawishi au hongo. Watu waliokuwa na madeni au matatizo ya tabia wangeweza kulengwa kwa urahisi zaidi. Lakini tatu, kuondoka kwa imani kwa taasisi. Tukio hili liliweka doa kubwa kwa serikali ya Marekani kuhusu uwezo wake wa kulinda taarifa za ndani. Lakini pia gharama za kiusalama. Ilibidi serikali kubadilisha njia za kiusalama, kuchunguza maelfu ya wafanyakazi upya na kubadilisha taratibu nyingi za kiutawala. Mwisho, Opium Bridge ni mfano halisi wa jinsi nchi zinaweza kushambuliwa kwa njia zisizo za moja kwa moja kwa kuteka taarifa, kuteka akili na kudhoofisha mifumo kutoka ndani. Na wataalamu wa usalama walielezea tukio hilo kama pele haba ya kijanja zaidi katika karne ya 21. Ulikuwa ni ushahidi kwamba hata taifa lenye nguvu kama Marekani si salama kabisa ikiwa halitazingatia usalama wa data. Mimi naitwa Ananias Edgar.